Kulikuwa na mji mmoja uliosahauliwa na watu, uliosahauliwa na Mungu. Wenyeji waliuita mji wa wafu. Hakuna aliyerudi kutoka huko. Hakuna aliyethubutu kukaa usiku. Lakini usiku huu, Amina alifanya kosa kubwa sana. Amina, msichana mdogo, anabeba tochi. Anaingia kwenye mji ulioharibiwa. Nyumba zote zimeoza. Amina alikuwa anatafuta dada yake aliyepotea siku 3 zilizopita. Polisi walisema usikwende huko, lakini upendo wa dada ulikuwa mkubwa kuliko hofu. Akaingia bila kujua kwamba wenyeji wa mji huu hawakuwa hai tena. Sauti ya kicheko cha mtoto inasikika kutoka mbali. Amina anafuata sauti. Anafika nyumba kubwa iliyovunjika. Mlango unafunguka polepole. Ndani ya nyumba alipata kitu ambacho hakutarajia. Picha za watu wote waliopotea zimepigwa msumari ukutani, na katikati ya picha zote, picha yake mwenyewe ilipigwa leo asubuhi. Amina analia. Mkono baridi unagusa bega lake kutoka nyuma. Anageuka polepole. Hakuwa peke yake. Hakuwahi kuwa peke yake. Kicheko cha mtu kisichokuwa cha binadamu kinasikika. Tochi inazimika. Amina anakimbia nje, lakini milango yote imefungwa. Anaangalia dirishani. Watu weupe, macho mekundu, wanasimama nje kimya kimya, wanamtazama. Alikimbia na kukimbia, lakini kila njia ilimrudisha mahali pale pale. Mji huu haukumwacha, kwa sababu mji huu ulikuwa na njaa, na Amina alikuwa chakula kipya. Mkono mrefu wenye vidole vikavu unavunja dirisha. Amina anapiga kelele. Asubuhi, jua linachomoza. Mji ni kimya tena. Polisi wanaingia mjini baada ya kupokea taarifa. Wanakuta tochi ya Amina chini. Wanakuta viatu vyake. Wanakuta picha mpya imepigwa msumari ukutani. Picha ya Amina, macho yake yamefumbiwa, akitabasamu kwa njia ya ajabu. Polisi waliandika ripoti moja tu: mtu mwingine amepotea. Mji wa wafu umeshiba tena. Na usiku ule ule, taa moja ilionekana ndani ya nyumba ile kubwa, na sauti moja ilisikika. Sauti ya Amina inasema polepole, njoo na kusubiri. Na huu mwisho wa hadithi yetu ya mji wa wafu. Toa maoni yako, tuweke mwendelezo. Au tufanye nini? Maoni yako ni muhimu sana. Usisahau kusubscribe channel yetu.